Jina la stori: Kivuli cha Ndoto. Jumanne alisimama pembeni ya barabara kuu, macho yake yakifuatilia magari yaliyokuwa yanapita kwa kasi. Kila gari lilionekana kama ndoto inayomkwepa. Linapita, halisimami. Alitoka kwenye familia maskini sana. Baba yake alifariki akiwa mdogo. Mama yake alikuwa muuza maandazi sokoni. Kila siku Jumanne alibeba ndoo ya maji asubuhi. Mchana akaenda sokoni kumsaidia mama. Jioni akasoma chini ya mwanga hafifu wa kibatari. Ndoto yake ilikuwa moja tu, kuwa mwandishi wa filamu. Lakini kijijini kwao, ndoto zilionekana kama anasa ya watu wa mjini. Ndoto hazilipi bili Jumanne, mama yake alimwambia mara nyingi, si kwa dharau, bali kwa uchungu. Siku moja, bahati iligonga mlango kwa namna isiyotegemewa. Akiwa sokoni, Jumanne alimuona mwanamke mmoja akilia kimya kimya. Watu walimpita tu. Jumanne akasimama. "Shida nini dada?" Mwanamke yule alimwangalia, macho yakiwa yamejaa machozi. Alikuwa ni producer wa filamu aliyeporwa vifaa vyake na madereva waliomdanganya. Wakati wakienda kuripoti polisi, Jumanne alimsimulia stori moja aliyokuwa ameiandika. Stori ya kijana maskini aliyekuwa na ndoto kubwa, lakini dunia ikimkandamiza. Mwanamke yule akasimama ghafla. "Hii stori si ya kawaida. Wewe umeiandika?" Jumanne akatikisa kichwa kwa aibu. Wiki mbili baadaye, Jumanne alipigiwa simu ya kwanza maishani mwake. "Tunaanza shooting mwezi ujao. Nataka uwe sehemu ya timu." Mama yake alilia, lakini safari hii ilikuwa ni furaha. Lakini maisha hayatoi ushindi bila majaribu. Siku ya kwanza ya shooting, Jumanne alipata ajali ndogo. Miguu ikakataa kufanya kazi kwa muda. Ndoto ikaanza kufifia tena. Akiwa hospitalini, Jumanne aliandika. Akaandika zaidi. Akaandika hadi stori yake ikawa script kamili. Producer yule alirudi hospitalini. "Huwezi kusimama bado, lakini akili yako bado inasimama imara. Hii ndiyo filamu." Filamu ilipotoka ikaitwa Kivuli cha Ndoto. Ikashinda tuzo, na Jumanne aliyewahi kusimama pembeni ya barabara sasa alikuwa barabarani akienda mbali.